hapo ile kazi. Piga Yesu makofi mazuri. Ile kazi. Nimefanya maajabu. Na kwa sababu ya hiyo tutakaa chini leo kama kamati ili kazi ianze immediately na neema ya Bwana itutoshe. Na wale ambao bado hawajaona their promise ama their honor kukua na hicho kipindi, na Mungu anatusaidia sana. Kwa hiyo wewe kaa tayari na pesa zako zile ambazo unazo. Wale waliamka asubuhi na wakalete hapa kwa ofisi, Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Na neema ya Bwana iweze kuwatosha. Mtaniruhusu kanisa leo tusikuwe na mambo mengi, ni kwa sababu ya mambo ambayo yaliyo hapa. Kuna mambo yaliyo mbele yetu mengi na nataka tukue na wakati wa kuyatatua. Inahusiana na mambo ya kanisa. Na naomba Mungu by saa 8, Mungu akinijalia, saa hii tukiwa saa 6, nikuwe nimeshamaliza ibada, alafu tuanze hizo meetings na Mungu atatubariki. Kwa hivyo naweza kuwa wewe ni mwimbaji hautaambiwa imba hapa, naweza kosa kuitwa ushuhudie, lakini Jumapili ijayo tutaendelea na Mungu atatubariki. Nataka tuchukue Biblia zetu. Wageni nimewaona sana, wale umetembea leo. Mama Pita nimekuona, God bless you. Ni Pita ni nani? Mtoto wako anaitwaje? Bernard Kioko, Mungu akubariki. Tulikuwa hapa na tumetolea ushuhuda. Tuliomba na Mungu akatenda jambo. Karibu sana na wageni wale wengine wote. Na kazi ambayo mama Eliza anafanya ni kazi very commendable. Kwa sababu wale wa mama wote wamekuja hii kanisa wakiniambia nimetumwa na mama fulani anauza mboga ni wengi sana. Pigeni mama Eliza makofi. Sisa pale umekuja ibada wiki yote nzima na wewe mgeni mpaka kesho kwa. Na ukaniletea mama mwingine. Huyu mama amefika leo. Atafika tu usijali. Nimekuona ukiwa sister wa ajabu sana. Mgeni maeneo haya lakini Mungu alikuongoza hapa. Tubarikiwe sana. Kwa hivyo nataka tuchukue Biblia tuingie kwa neno la Bwana. Tukitoka kwa neno la Bwana tutaweza kumalizia ibada pale, matangazo ni baadaye na kila kitu, lakini kwanza let us have the word of God. But before that, let us give our offerings as usual in the house of the Lord. Nataka tusimame sisi wote, ni kwa sababu kwanza ya matoleo, ili neno liweze kuingia mahali ambapo tuliweza kupata vizuri. Tengeneza sadaka zako za fungu 10 za shukrani, na zile sadaka umepata kutolea Bwana, na umtolea ukiwa na furaha. Ni kwa maana Mungu anapenda a cheerful giver. Tusimame tuombe. Tusimame tuombe kwa sadaka. Everybody stand. Then have your offerings together ready with you. Wale mnatuma kwa simu, utauliza mwenzako namba yangu. Isipokuletea jina inaitwa Mwanaume hapo tu umetuma kwake. Kwa mwambie arudishe, huyu sio mchungaji. Na Mungu ataweza kukubariki. Nataka uombe sadaka kwa dakika moja na uiombee. Nitamukia kabla sijaiombea. Pray for your offering before I even pray for it. Kutema shaka sawa sawa, wana wewe pamoja na wewe pamoja na wewe, kutema shaka sawa sawa, wana wewe
niongoze safari, nichukue mlango ila mbinguni, niingie nawe pamoja pamoja, nawe pamoja pamoja, sadaka hizi tumeshika na mikono zetu, zingine ziko ndani ya simu. Mwana wa Mungu na hapo ukazibariki, ukazikubali. Mfalme wa amani zitatusaidia zaidi kuja karibu na wewe. Tunapozitoka kwa madhabahu hapo, tunaamini mbegu huwa tunaipanda na itaenda kumea kwa wakati unaofaa. Asante Yesu, ni kwa sababu mwana wa Mungu umetuambia tutavuna kile ambacho tumepanda, na tuko tayari kuvuna. Mfalme shinde ile tutapanda mbegu. Tusaidie kupanda kwa uaminifu na kutoa kwa njia mwaminifu zaidi, tukichoka na kwamba ufalme wa amani tukitoka imani kutoka mbegu na tutaweza kuishi milima ya magonjwa ya shida, milima yote mbele ya maisha yetu. Kupitia hiyo mwana wa Mungu tuokoe, tutegemee, simama nasi na kutuongoza. Na ni kwa Yesu Kristo nimeomba na nimeamini. Tuleteni sadaka hapa kila mtu pamoja nawe. Niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kuweka mbele Baba. Tuharakishe wale walio na bahasha zangu, njoni tuombe. Tusipoteze wakati leo please. Just come. Tuendelee na kuabudu wakati unakuja. Tuendelee na kuabudu wakati unakuja. Just come, just come. Thank you. Just come. Toa shukrani zako. Kuna watu wametoka kwa simu, Mungu awabariki sana. Toa shukrani zako, toa tithe zako, toa sadaka zako zile ambazo umekuja kumtolea Yesu. Thank you so much. Baba wa uzima, nasema ni asante kwa sababu watoto hawa tangu ni wajue wamekuwa waaminifu. Nawe Yesu, niko na imani hautawaacha na hautawaacha.
Kuna mambo watu wanatoa katikati ya kupigana sana ndani ya ndoa zao. Kuna mambo wanatoa baada ya kushawishiwa sana na dhamiri zao na Roho Mtakatifu. Kuna wale wanatoa mpaka hata ufalme wanatoa kile walikuwa nacho cha mwisho. Kama yule mama aliyotoa pilipili mkamkumbuka. Naomba pia hawa ukawakumbuke kupitia utoaji wa leo. Kazi wanaofanya saa zingine sio kazi rahisi. Ni kazi inagharimu energy yao. Ni kazi inagharimu mwana wa Mungu akili zao. Wanapiga mahesabu ndani ya akili zao na zingine. Lakini zaidi ya yote wanakumbuka kwenda kutoa fungu la 10 kwa njia ya uaminifu. Hilo ni jambo la kushukuru sana kwa Mungu ndiye hai. Nami nimewaombea hii wiki usiku na mchana nikakuita kwa mtumilifu kwa kazi zako. Na ninaamini kana kwamba umeshuka na umetenda hivi. Wabariki usiku na mchana na kila wakati. Moyo wangu unawapenda zaidi. Wengine wameshajua kana kwamba wiki ya kwanza ya mwezi wa pili mwana wa Mungu ndiye hai wanatoa sadaka ambazo za kuongoza hata mwezi wa pili. Na kupitia hii mfano wa mwana wa Mungu kwa kweli mwezi wa baraka kwao ni mwezi wa tena kupata kile kitu wamekiomba kwa muda mrefu. Mwezi wa pili kwa baraka. Mwezi wa 8 ni wasifanye kazi na walipo bure. Mapato yao yaongezeke na ushindi ukapatikana. Na ni kwa Yesu tumeomba na tumeamini. Amen. Yote hapa ni kwa sababu ninapopokea dhabihu. Sadaka ni ya muhimu sana wakati unaitoa kwa mikono ya mchungaji. Ni kwa maana Mungu umemwaminia na sadaka zako naye anakuombea wakati ambapo unaenda kufanya zile shughuli zako za siku. God bless you. Mungu awabariki. God bless you so much. Upendo huu ni mkubwa. Wiki ya kwanza ya Februari mwisho siku. God bless you so much. Mungu azibariki na zikitumika hapa baraka zitakwenda. In Jesus name. Amen. Maandiko ya Bwana yananiambia kana kwamba tutavuna kile tumepanda, na ninawaombea hilo ombi la kuvuna mwezi wa pili 2026. Mwezi wa kwanza unamaanishanga number 1 ama January unamaanishanga there is no any other God apart from God that we know, God the Father, the Son and the Holy Spirit. Mwezi wa pili unamaanishanga a month of testimony ama mwezi ambao ni wa ushuhuda. Nataka uandike mahali na unapotoa sadaka zako usifuatiliane kupitia haya mambo na kuambia. Ushuhuda inamaanisha kuna kitu Mungu amekutendea ama ulimuomba mwaka jana na anatenda mwezi wa pili. Kuna kitu umetamani sana na unakipokea mwezi wa pili. It is a month of testimony. Bwana Yesu asifiwe zaidi. Na ni vizuri saa zingine unakuwa na hekima na Mungu anakuongoza hata ukitoa sadaka kama ile umetoa. Unatoa saa zingine kulingana na hizi miezi. Unaweza sema mwezi wa pili nitakuwa natoa 200 mwezi wa pili. Ni kwa maana ni mwezi wa testimony. Kwa hiyo kila Jumapili unajipanga na sadaka ya 200. Unaweza sema kwa maana ni mwezi wa pili ni wa testimony, nitakuwa natoa 2000. Nitakuwa natoa 1200. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana kuna kitu unangojea. Sikiliza hii na uandike mahali na ikusaidie. Kwa maana kuna kitu ambacho unatarajia na testimony haikujani. Testimony comes after you do something and then God does something to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukishakuwa na hekima hiyo, mambo ya kiroho utakuwa umeshavuka hiyo mitego. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuwa umeshavuka kabisa na utapata ushuhuda mkubwa sana katika Yesu Kristo. Mimi niko na ushuhuda mwezi wa pili. Niko na sadaka nimejiandaa nayo mwezi wa pili. Kwa sababu nimekuwa nikiona Mungu na sitaki nisifanye kile nawaambia. Mpaka nikuwe mtu wa kwanza kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni maana zaidi. Na leo naenda kufunza kitu kinalingana na hiyo. Na nataka tuchukue Biblia zetu na notebook zetu
ukaniruhusu nikuletee neno la Bwana wakati kama huu, ni kwa sababu sitaki tupoteze wakati sana. Today nataka nikufunze kitu kinaitwa physical investment stock spiritual investment. Hii kwa sawa tu. Sawa sana. Physical investment stock spiritual investment. Shaka omba kwa sababu ya nini? Tuamini tunapoomba. Baba Mungu ishie kwa mwaminifu mwenye nguvu zote, mamlaka na utawala. Nasema ni asante maana umekuwa mwaminifu tulipoanza ibada asubuhi. Tumeona ukiwa upande wetu tulipokuwa tunaendelea. Imefika wakati na masaa ya neno kwa ajili ya mfalme tukapata chakula cha kiroho. Ninaomba jinsi umemwandaa mtumishi kwa kuleta mfalme lako. Nasi Bwana kama shamba ukatuandae liposa neno lako litakapotua katika mioyo yetu. Bwana likanawiri kwa ajili ya kesho. Inuliwa mfalme tawala pekee. Tumekupa anga ukamiliki kwa uwezo wa mfalme wa kimbingu. Maana wewe ndio pekee unastahili sifa na ibada. Unatosha na unaweza na mkwako mfalme, naomba na takuamini. Amen. Amen. Nataka ushike kalamu lako na Biblia yako ili nikuongoze katika maandiko hapa. Utajisomea na utaona kile na maanisha, na Mungu atakubariki, ni kwa sababu haya ni mambo ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Unaposikia watoto wanyamaza watulize vizuri. Start movements. Ndio tubarikiwe. Physical investment. Ni wakati ambapo umeenda ukainvest mahali pesa zako kwa plot ama ghorofa kama hili, ama kwa kazi ya kuuza hardware kama huyu wa hizi chuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda unanunua chuma physically, unazilete hapo kwa hardware, unainvest hapo milioni 1, alafu unaanza kupata pesa polepole. Ile wakati utakuja ukufe uache dunia hii, watoto wako watainherit hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Utapata wanakulia ile kitu mzazi aliinvest. Utajenga ghorofa kama hii na utaanza kuchukua pesa uinvest hapo. Kuna kitu kimoja katika physical investment ambacho ni cha ajabu, na ni hiki. Wakati ambapo unataka Mungu akusaidie, ama wakati unapata pesa, saa hii tuseme kwa 7,000 kwa nani, kwa wallet, without any plan of investment, hiyo pesa ikiisha haujuani. Kweli ama si kweli? Uko na 3,000 na umetoka Monday ukienda kule unaenda nazo kwa mfuko na hauna any idea ya kuinvest. Hiyo pesa unapotoka nayo, tutaenda tukutane kwa barabara, uniambie tukae hapa tukunywe chai. 500 imeenda. Au huko umepanga tukunywe chai na utane na mimi, lakini 500 imeenda. Unabaki na 2500. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda kule, unafika town, unapata kiatu kazuri kama mtoto. Unasema mtoto wangu anatoshea kiatu. Unachukua 1,000, unanunua ile kiatu. Hauko umepanga, lakini umeona. Bwana Yesu asifiwe sana. Umebaki na 1,500. Unaenda masaa ya lunch inafika. Unatamani samaki. Na ukitoka nyumbani huko amepanga kukula samaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na roho ikisha samaki lazima uipatie. 700 ya samaki inaenda. Unabaki na shilingi ngapi? 800. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo 800 ndio fare ya kurudi kule umetoka, ama kama kuna gari unaweka mafuta. Unapata ile 3,000 ulitoka nayo kwa nyumba. You cannot show anything you have done with that money. Hallelujah. Hapo kuna mtu mwingine aliamka na 300 na 3,000 kama wewe. Na hiyo 3,000 ako na investment plan. Na ako na account amefungua kwa sako fulani. Alafu amesema baada ya mwaka nataka hii account ikuwe na pesa na itachukua mkopo nifanyie kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya mwaka Jumatatu hiyo siku, yeye elfu zake 3 zote zikiwa 3 amerusha kwa ile account. Haleluya. Huyo mtu amerusha leo pesa kwa account, mwaka ukienda kuisha ile 3,000 yake ataiona kupitia ile kitu alipata. Yule mtu hapo alivest mind, alikula kwa barabara, akanunua viatu ni sawa na nini na nini. Mwaka ukiisha hauja akaonyesha kile alifanya.
300 na 3,000. Hallelujah. So when you lack investment mind in you, utakuwa yule Mkristo wa kuomba na lugha, utakuwa yule Mkristo wa kupanda katoloni kufunga, utakuwa yule Mkristo wa kuamka mapema kuja kanisani, lakini wale watu ambao wafanya hizo zote unafanya walikuwa na investment mind. At the end of the year, watu wakiangalia ile pesa waliinvest hapa ni 500, wewe utaangalia hakuna, na hapo utaanza kulaumu Mungu, utaanza kulaumu kanisa, utaanza kujilaumu, utaanza kulaumu watu ukiona wakiendelea. Kile ulikosa ni akili za investment. Sema amen. Mtu wa investment anaangalia saa hii, anaangalia miaka inayokuja. Analyze why kuna long term investment na short term investment. Pasa leo nakuili nini? Ngoja tu leo nikukulie hivi. Bima mwingine wachana kidogo. Utapona ndio, lakini wote nikuelimisha kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna long term na short term investment. Na any investor ajalishwangi na masiku ama miaka, asemange ati na invest miaka 5 itakuwa ni only, utasema wakati wanasema kama ni mama. The only sijui ni nani wanawekanga pesa. Umeona wao wanaweka pesa nao wanaona end of the year. Umeweka that is not investment. Tunatoa 7,000 kila mwezi, na mwezi ikiisha tukiwa watu 10 kwa 7,000 kila mwezi, hiyo ni pesa ngapi? Ni 7,000 mingi, natoa kila mwezi ngapi? 7. Mwezi uko na masiku ngapi? Uko na miezi ngapi? 12. Sawa sawa. Sio kweli? So that is almost 4,000. Piga pesa kwa dada. Msaidie wewe kuangalia cha. Chukua kalamu kama nini? Piga hesabu. Hiyo ni 4,000 per person. Tuko watu 10. How much is that? 840,000. Hallelujah. Tukiwa watu 10, mwaka mmoja tumetoa 840,000. Pale ndio ni kwa pesa ngapi? 1,500. Plot ya 500. Tumeenda pale ndio kwa kina Simon au watu 10. Tumeendelea plot mwaka mzima ya 1,500. Tumebaki na pesa ngapi? 340 balance. Sio kweli? Haya, hao ni watu. Kuna wengine hiyo 840 wamekaa kwa mwaka kwa kikao na wakasema tugawane hivi pesa tukitaka. Haleluya. Wagawane kila mtu apate pesa ngapi? 84,000. 84,000 ndio na kitu. Any investment there. Kwa maana ni Christmas, bibi nywele, nguo. Mtoto wa kwanza nguo, viatu. Mtoto wa tatu viatu, simu. Mtoto wa nne nini? Ile 84 imeisha. Lakini huyo mtu alienda kwa invest mahali, miaka mingine 3 inakuja. Haleluya. Wamechanga 84 times 3. Hesabu ya haraka. Au tuatulie. Hesabu ya haraka. 84 times 3. Ni milioni ngapi? 2.5 million. Sawa sawa. 2.5 million maana wanataka pesa, wanaenda kwa hiyo sako wanapewa times 3 of their saving. Hiyo ni pesa ngapi? 2.5 times 3. 7.5 million. 7.5 million tumepewa watu 10. Baada ya ngapi? 3. 7.5 ni ghorofa gani haitainua 7.5? Tutainua kama hii. Tutenge rendos, bedroom, one bedroom, watu wengine waanze kutupatia pesa. Lakini wale watu wa kukusanya na wanakula the end of the year. Kuna kitu wataonyesha. That is what is called investment. Yenye wakulisho wengi tumekosa. Guza mwenzako kumwambia 2026 yavuka. Mjinga kidogo kumwambia 2026. Hallelujah. The book of Matthew 25 from 14. Soma baraka. Mathayo 25 mstari wa 14. Na hiyo kuna chama ya wamama mapenzani kuongoza. Haleluya. Saa hii wanaume wameshikishwa hiyo tabia. Pia wanaume wanasema wanaoana mambo kuisha. A very bad manners. Kiwewe. Sasa ndio shida mwendo. Unasaidia mkuu unasaidia watu wa nani? Mkuu machi. Mimi sasa mama ameweka chama akasaidia.
Mama kama umeshazaidika na hiyo ya sasa kila mtu wako niambie. Inua mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema kwa haraka angalia. Mathayo 5:14. Maandiko yanasema tena, ufalme wa mbinguni ni kama mtu aliyetaka kusafiri. Naye akaweka watumishi wake na kuweka mali yake kwenye uangalizi wao. Akaweka mali yake kwenye uangalizi wao. Tengeneza hiyo ndio. Yes. Mstari wa 15 unasema mmoja akampa talanta 5. Mmoja akapewa utajiri wa 5,000. Mwingine talanta 2. Mwingine 2,000. Na mwingine talanta 1. Mwingine 1,000. Hao ni watu watatu. Nasema kila mmoja alipewa kwa kadri ya uwezo wake. Kila mmoja was given according to their ability. Na hiyo ndio shida kubwa kanisani. Hatutoshana. Kuna mtu anayeuliwa kiwango cha mamilioni, mwingine kiwango cha mabilioni, mwingine kiwango cha chini. Maandiko yanasema according to their ability. Wa 5,000, wa 2,000 na wa 1,000. Angalia hapa. Sema kisha yeye akasafiri. Kisha yeye akaenda. Yule aliyepewa talanta 5 akaenda mara moja akafanya nazo biashara. Hiyo investment mind. Biblia inakuambia, inasema na ufalme wa Mungu utakuwa na wale watu walio na investment minds. Jamaa aliyopewa 5,000 alienda akaweka kwa investment kwa biashara. Sema amen. Amen. Haleluya. Amina. Ufalme wa Mungu hautaingia watu hawajui kuinvest. Kwani wakati ile nguo ya Yesu alikuwa sulubiwa, alisulubiwa nayo. Faith ilitolewa. Na baada ya kutolewa what happened? Si walipiga kura? Si ndio? Si walinunua? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akachukua 5,000 na akaziweka mahali akainvest. Endelea. Nasema yule aliyepewa talanta 5 akaenda mara moja. Mara moja without investing time. Hakukula mikate kwa barabara. Hakununua vitu zinazokuwa impossible. Alienda mara moja kwa maana alielewa mpaka Mungu anataka mtu aliye na hiyo roho ya kuinvest. Niko na shida ya Wakristo wa sasa. Wakristo wa sasa hatujui kitu kinaitwa kuinvest. Kuwekeza. Na ndio maana unaona tumeondoka tuko na Mungu mkubwa, lakini tukiingia kwa wale tuko mfuko. Sisi ndio wa mwisho. Haleluya. Tunakuwa ndani chakula. Tunakopa, unaenda kwa duka, imagine kwa kibanda kwa duka, ako na list yako bili ya mwezi mbili ambayo ni 1,000. Sukari, kimbia pale kwa mafulani. Unga lunch, kitende mchukue utalipa mwisho wa mwezi. Sukuma, mama wa kibanda ako na list yako. Huyo shetani ashindwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi mwisho wa mwezi ukifika unalipa 15,000, 8,500 nitakulipa chakula. Uko na Mungu kweli? Uko na Mungu kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Ploti ni nini? Mavazi mazuri ni nini? Kama chakula peke yake tunaweza kumkopa. Kamata akili yako, sema kwa kuanzia leo. Wewe akili ya Mungu. Maisha haya sio yangu. Katika jina la Yesu Kristo. Wa kwanza alienda mara moja na akawekeza mali. Wa pili, sasa wewe kama ni mtu wa kwanza jiweka hapo wewe. Wa pili. Nasema yule aliyepewa talanta 2 akafanya vivyo hivyo. Akafanya vivyo hivyo, anakimbia akawekeza. Akapata nyingine 2 zaidi. Akapata nyingine 2 zaidi. That's what is called investment. Unaweka 2,000 hapa, kesho inakuletea 4,000. Sio kweli? Yes. Unaweka 1,100 hapa, kesho unaleta 1,400 nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweka 500 hapa, kesho kutwa hizo sweets zinaleta nini? 1,000. Sasa kwa mmoja mbele. Yes. Unaweka 20,000 hapa, kesho kutwa inazaa inaleta 40,000. Why do you want to risk? Why do you want to risk? Kwa nini unapaswa kurisk? Saa ingine naenda bank, napata mama mzee ama baba mzee wameshikana pale wanajaza loan ya milioni 3. Watu wazee sana. Unashindwa hao asiwatakufa kabla walipe yote. Lakini they are risky. Sema risky. Wanataka hata kama watakufa katikati. Na tisia kama ng'ombe itabiria kwasha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ningekufa, kwani hata ungekufa kuna shida? Yaani uwezi wekeza kitu ya miaka 5 kwa maana hapa katikati unaogopa kuzalia. Kwa hiyo
Wakikuyu hapa. Umeona ile biashara ya wanao na tena ni kwa meza. Tena hakuna kuandikiana kwa meza saa hii. Leta milioni 3, milioni 4, wewe milioni 3. Unaweza kwa meza milioni 15 saa hii kwa meza. Lakini hao watu wengine kabla kuwekelea 10,000, babu ulete ID ya mama yako, babu ulete title. Biblia shamba ya nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Because you lack investment rights. Halafu kuna mambo makubwa lakini maendeleo kuulizwa hakuna, kwa sababu tunaweza omba kabisa lakini bila kuchukua hatua ya kufanya kitu. Hiyo maombi inakuwa a delayed prayer. A delayed prayer. Maombi inafanyika vizuri wakati unafanya vitu vinaitwa actions. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unaona ununue gari, uko na hatua gani ya kununua gari? Mimi niko kuna benki, nimebaki nao miaka 3. Nataka niende mahali pale ni risk. Nitachukua shilingi milioni 1. Ninunue gari niliomba. Mungu anajipingi hivyo. Lakini si nothing. Na leo pray. Na unakaa mahali pamoja na ngoja Mungu akuje hapo. Na kwa Mungu atatoka kuachana na Mungu. God does not work that way. Sema amen. Mungu afanye kazi hivyo. Mungu anafanya kazi na watu ambao wanaweka matendo hapo ndani ya hiyo kitu unaombea. Haleluya. Watatu. Sema kuna neno nasema lakini yule mtumishi aliyekuwa amepokea talanta. Lakini yule mtumishi alipata moja. Na watu wanaojiita sana kanisani. The people with nothing like hawana maono, hawataki riziki, wako tu. Lakini mtu ni kichwa ngumu sana kidogo. Hata ukimwambia tufanye hivi tuvuke hapa hawezi. Anakaa anaelewa mambo kumbe haelewi. Na hapo hivyo miaka yote ni kudumu tu. Hata mkisema tufanye hivi kanisani ndio Mungu afanye hivi, hawezi kukubali. Huyo mtu maandiko inasema namna gani? Alipewa kamoja na hata kamoja badala ya kwenda kuinvest, alienda akachimba shimo na akaweza kufuza mahali pale. Hiyo ndio shida kubwa sana tulio nayo watu. Nataka usikie vizuri leo. Nikusaidie. Sema amen. Power to your brain. Find the maturity in the Christian family. Unaona Mungu anataka kupiga tanks, kuomba na tanki zile kanikani. Lakini ikifika mahali pa kuinvest, huyo mtu ni negative. Haleluya. Bwana Yesu atakuwa anapembeleza. Sasa nimesema wazee wote ni shule na tai. Naona mpigeni wewe makofi. Sasa nataka hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo kitu kidogo itakuwa jenga hii kanisa kwa maana tujenga vizuri tuwele TV kila mahali. Kwanza nikwambie, tutaanza kuvuta watu wa level hii. Amen. Ndio mama. Tutaanza kuvuta watu wa level hii. Kuna mtu akikuja hapa ataangalia aone hakuna house, hakuna nani upepo, hakuna TV ya kusoma maandiko mahali pale, aone kiwango kitu kiko mahali pale. Lakini wanaona rise hiyo standard. Hata wale wanaanza kuingia hapo watakuwa wao leo. Saa hii waambie uende kwa mtu akutumani na uamke na t-shirt na drawers, hata utapiga pasi, hata wewe utavuka kiti ya kwanza. Wewe sasa usiduko vile unataka. Lakini ukiwa na suti na tie pasi vizuri, umenyoreka vizuri na unashika simu hiyo na mkono, hata utaanza kukosa kitu kwa hiyo. Ingia. Kwa maana ile level umeenda ni level ya sikiliza, soma pale. Anasema alikwenda akachimba shimo ardhini. Akachimba shimo ardhini. Na kuificha ile fedha ya baba wake. Na kuificha ile fedha ya baba wake. Umezoelewa kweli? You are very angry bob peke yake. But that angry bob you cannot invest in the kingdom of God. Physically you cannot even invest it. And then unatembea usema umeokoka. Na kuambia utabakia kule mtu ameokoka. Lakini kola ya shati umejibebezwa na shingo imeisha. Unatembeanga ile shati hapa hakuna kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatembea na kiatu pale moshi imeisha. You cannot afford ile na shoe. Why? Kwa sababu kile kidogo konacho, badala na hela ikutoshe na uweke mahali lete kitu, umeenda ukashimba shimo. Kushimba shimo ni kukataa pale kwa mfuko. Hata kwa sababu leo kuna watu wanasema nani? Ama pasa ilo hamuia.
Naonaga wale wametoa na wale hawajatoa. Ndio someone. Lakini huyo ni yule mtu alienda katika shimo na akaweka ndani. Na iko kwa mfuko. Na tunarudi hii. Kuna watu ambao wana kutaiga asia. Taiga. Kwa maana from Monday to Saturday umefanya kazi. Hata kama ni pay ya 154 unafaa kulete, lakini kwa sababu utaki hiyo ni shimo umeshimba na ukaweka ile sadaka pale, kumaanisha haitawahi multiply hata ukifanya namna gani, utakaanga tu hiyo maisha yako. Hiyo ni huyu jamaa alikuwa alishika shimo na akazika ndani. Mjinga, wacha kule vile iendelee. Mstari wa 19 unasema baada ya 9 ila mtu baada ya muda mrefu yule bwana wa wale watumishi akarudi na kufanya hesabu nao. Yule bwana sasa akarudi afanye hesabu na wao. Nilisema watu wajanitoa chini. Nashukuru Mungu wamerespond vizuri. Na wale baba hawajatoa tutatoa leo. Sema amen. Amen. Kuna wale niwapigia simu mbili na leo umekuja kumjipanga. Haleluya. Amen. Kwa maana we are investing in the kingdom of God. Whatever we are doing, we are like sorry. We are waiting to read. Baada ya muda yule jamaa akarudi sasa. Na kufanya hesabu na wao. Kile unapanga hicho utakuta. Sasa jamaa amerudi, hajawapatia ile pesa. Amekuja kuangalia wewe unifanya nini na kile nilichokupatia. Mungu anaangalia, nilikuombea kupata kazi. Ulinitusha biashara nikakuwekea. Ulisema unataka kwenda kama ukombea pale. Ulifanya nini na hiyo ulipata? Anasema akarudi kuangalia ni nini walifanya na hiyo. Sasa watu is looking. Ulipokuja bado kwa mgonjwa ukapona, ulifanya nini na uponyaji wako? Ulipokuwa chini, maisha yanakwenda kupiga, Mungu anakuinua. Nini ulifanya kupitia kuinuliwa na Mungu? Ungeshika ile neno ungewasaidia sana. Mungeenda nyumbani ukiwa watu wamebadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nyumba ilikuwa na shida. Ukaomba Mungu kupiga magoti, akatengeneza akaleta amani. Ilipopata amani, ni nini ulifanyia Mungu ingehitaji kupitia kuleta hiyo amani kwa maisha yako? Jamaa akafika, anakuja kuangalia ni nini ulifanya na hii hela. Andiko nasema yule mtumishi aliyepokea talanta 5 akaja. Akaleta nyingine 5 zaidi. Akaleta times 2. Investing. Amen. Zile 5 alipewa akamwambia ni ofisi, lakini si kama mchinga, niliweza kuchukua zile 5 nikatengeneza zingine 5 zote 10 nilipewa na ndani. Akasema Bwana uliweka kwenye uangalizi wangu talanta 5. Tazama nimepata faida ya talanta 5. Nimepata faida zingine 5. Bwana wake akamwambia umefanya vizuri sana. Nani hapa Mungu anaweza mwambia umefanya vizuri sana? Umefanya vizuri sana. Kuna watu wangapi na evangelist pia ambao wamepewa kipawa na Mungu. Na Mungu anatarajia uende hicho, ukapande hicho kipawa kwa watu wanaopotea. Alafu Mungu anapokuja anaangalia na sema, nilipokupatia kipawa kama hiki, umefanya nini? Unamwambia Mungu, angalia Njoroge, niliupilia Njoroge kutoka ndani ya malaya. Niliumbia kabao, niliumbia mtuko. Hiyo ndio nilifanya uliponibariki. Akaamua umefanya kazi nzuri sana. Umefanya vizuri sana. Mtumishi mwema na mwaminifu. Umekuwa mtumishi wangapi hapa? People are gifted highly na Mungu. Lakini hiyo gift yao imechunga shimo wamepita ndani. Umefanya vizuri sana. Mtumishi mwema na mwaminifu. Umekuwa mwaminifu kwa vitu vichache. Nami nitakuweka kuwa msimamizi. That is called multiplication in our life. Mimi nitakuweka nini? Mkubwa wa nini? Wa vitu vingi. Amen. And that is why msikiana aliye na kidogo kitachukuliwa kiongezwe aliye na kingi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana mtu ambaye amezoea kuinvest kwa Mungu, maandiko yanasema namna gani? Wewe ni mwaminifu na ni mzuri. Kwa hiyo hiki kitu hiki nimekupatia kidogo na unarudisha kiwa kingi, nitakuweka ndani ya mamlaka. If there is no expansion in your ministry life, hakuna expansion in your physical life, in your spiritual life, jua kwamba wewe sio mtumishi mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Takuweka kuwa mkubwa wa nini?
wa vitu vingi. Kumaanisha ulikuwa na ploti moja na kuongezea tatu, ulikuwa na hekima kidogo mtaipandisha, ulikuwa hauna hela nyingi na kuongezea. Sometimes it is not how much we pray, it is how we act. Amen. How we act, actions. Ile neno ni lako kweli mwili. Ndio. Unapokea kitu. Are you getting something? Not how much we pray, not how long we pray, but how we act towards that. Amen. How we act towards that prayer. Nitakuaminia kwa vitu vingi, kwa maana umekuwa mwaminifu pale kidogo. Wapili anaona mnadani. Mstari wa 22. Hao ni watu wa kanisani. Unafaa ujue wapiani mali wewe. Wapili anaona. Yule mwenye talanta 2 naye akaja. Akasema, Bwana, uliweka kwenye uangalizi wangu talanta 2. Uliweka tu 2 peke yake. Tazama nimepata hata talanta. Simsikie hii, tazama nimepata ngapi? 2 zaidi. 2 zaidi kwa maana hii ni invested. Nimepata 2 zaidi, endelea. Bwana wake akajibu. Umefanya vizuri sana. Mtumishi mwema na mwaminifu. Umekuwa mwaminifu kwa vitu vichache. Nami nitakuweka kuwa msimamizi wa vitu vingi. Multiplication. Kukua tithe ni kitu gumu sana kwa Mkristo yoyote. Lakini ukishajua matunda ya tithe ni kitu kinakuwa rahisi sana kwa Mkristo yoyote. Ile vita tithe inakupigania ni kubwa kuliko yale maombi na ombi. I want to repeat that. The amount of prayer you pray kwa kupigania ni ndogo sana kuliko ile vita kubwa ya kupigania. Haleluya. Amen. Kuna vita zingine damari wangu hazitaki maombi. Some battles do not want prayers. Bwana Yesu alisema inataka matendo. Ana anaambia Mungu, nimekaa hivi muda mrefu. Sina mtoto. Na nimeomba usiku na mchana. Nimechekwa na Penina. Nimekaa maisha sio yangu. Ile siku Ana aliamka na akasema, na sitaomba hayo maombi. Alienda kanisani na akaambia Mungu, siombi hiyo tena. Nimekuja nikwambie, ukinipa mtoto utamleta kwa baba. Prayer, but very impactful in the kingdom of God. Hiyo siku ndio anaenda akapokea mimi. Unaweza shinda mlimani miaka yote. Tunaweza shinda kwa maombi siku 7. Fasting and prayer. Ile kafu hakuna chochote. Lakini bila kuchukua hatua ya matendo, kanisa na waambia ni vile hakutakuwa na mabadiliko. Sema amen. Wapili akaambiwa umekuwa mwaminifu, utakuwa mwaminifu. Utasimamia vitu vikubwa. Hapa ni watu wadhani wanaweza ajiriwa na Bwana kusimamia vitu vikubwa. Watatu. Mstari wa 24. Ushike na angalia kila mtu. Nasema kisha yule mtumishi aliyepokea talanta 1 akaja. Yule wa siku zote ni ukame. Uchumi ni mbaya. Hatuna chochote. Mchungaji si uelewe. Bwana Yesu asifiwe. Nimelipa leo jana. Hii wiki kumekuwa kubaya. Bwana Yesu asifiwe. Huyu jamaa akafika. Akafika kitu mbele na macho yote. Akienda kumulaki mtumishi wa Mungu aliyemwaminia na kabonsha. Akamwambia na gani? Akaja na akasema sikia maneno yake. Bwana, nilijua kwamba wewe ni msikivu. Excuse. Wala wakizo wewe hiyo. Excuse. Nikwambie kumetoka. Sio kuzuri. Sijui kile kinaendelea. Pasa elewa. Pasa elewa kanisa. Pasa elewa majina na nyakati. Tuanza wakati uchumi ni mzuri. Akafika. Akasema Bwana. Nilijua kwamba wewe ni mtu mkuu. Bwana, nilijua wewe ni mtu mkuu. Naye kuna mahali usipopanda.
haelewi. Kazi yake ni kuona mahali ya kupanda. Huyo ndiye huyo Mungu anamwambia basta, understand. Unataka uone chukule ya kupanda. Mkristo ujinga. Na kukusanya mahali usipotawanya mbele. Na kukusanya mahali ambapo unaelekea mbele. Kwa hiyo niliogopa sana. Niliogopa sana. Hiyo ni sauti ya shetani. Hiyo ni sauti ya shetani, by the way. Hallelujah. You cannot make me rich by tithing. Understand that, church of God. You cannot make me rich through giving you offerings. You can't. This is a command from the Lord. Hamwezi kujitajirisha kupitia kutoa sadaka zenu. Hiyo nao mfute. Akikuwa fungu la 10 na mtu kake atakuwa kulisha. Nothing like that. Mimi nikiwa kwa haya madhabahu hakuna kitu ni my life, ni my family. Nimefanya kupitia sadaka zenu. Nothing. Kama ni mradi kama huu, wazee wakitoa 20 ni wale kutoa 20. Hallelujah. Kitu kitajika hapa, I am number 1, they are number 2. So we are all working in the house of the Lord. Hakuna kitu ni my life nimechukua sadaka nikajifanyia nikaona na macho yangu. Nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hiyo mentality inakuwa ya kishetani. Anasukuma kwa watu ndio wasibarikiwe. The time you are faithfully tithing here. Mimi sibahatiki ama sifaidiki. Faida inaenda kwako. Ukitoa tithe ya 1,100, usifikiri unaniletea mtakatifu. Sasa wewe ndio umejipangia maisha ya 1,100 katika maisha yako. Sasa zile baraka ambazo utakula palikuwa na Mungu asitakuwa kwa sababu zitakuja kwa sababu ni yeye alitoa, sio mimi, alitoa kwa madhabahu. Na hata angeenda atoka madhabahu nyingine, itakuwa the same. Mimi nikitoka hapa nikapeleke mahali na mimi, nitakuwa si nitapelekea ule utajiri. Hawezi kujibika kwa sababu nilipelekea. Mimi ndio nitajipatia maisha mazuri. Wewe nini wote usimame hapa na mchange kila mtu 10,000, mseme sasa hizo ni tithe zetu, sio kwa kwamba ni nini mnajipatia maisha mazuri, sio kwa sababu unapatia. Bwana Yesu asifiwe. Akasema niliogopa wewe ni Mungu. Endelea. Kwa hiyo niliogopa. Nikaenda nikavita talanta yako. Nikaenda nikashika shimo nikaweka mahali pale. Tazama. Hii hapa ile iliyo malia. Kale kamoja nimepatia nimekutishia hapa. Kagua na dada. Bwana watu akajibu. Bwana watu sikiliza hapo sasa, huyo ni Mungu anaongea. Bwana akajibu. Akasema nini? Wewe mtumishi muovu na mvivu. Sikiliza. Ni wangapi saa hii? Hii neno la Biblia unasema nimegomba kwa moyo wangu, niko vile neno linasema na mimi ni mpumbavu na mdhaifu, mvivu. Sio msikie na mbadilike basi. Sio mimi unanifaidisha. Wewe mpumbavu na mvivu. Endelea. Ulijua kwamba ninavuna mahali nisipopanda. Sikia, ulijua kwamba nisisaidika. Na kukusanya mahali nisipotawanya mbele. Vyema basi. Ni sawa. Ni sawa, ni soki. It is okay. Kama unaona hilo ni sawa sawa. Ingekupasa kuweka fedha yangu kwa watawaliba. Ili nirudipo. Nichukue ile iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni hiyo talanta. Basi hiyo kidogo aliyonayo mnyang'anye, mkampe yule mwenye talanta 10, mkaongezee yule aliye na talanta 10. Kwa maana kila mtu aliye na kitu atapewa zaidi. Kwa maana yule aliye na ataongezewa zaidi. Naye atakuwa navyo tena. Lakini yule asiye na kitu, sikilizeni hiyo, lakini yule asiye na chochote, hata alicho nacho, hata kile kidogo alicho nacho, atanyang'anywa. Mtafanya kazi miaka yote without any enlargement, without any prosperity success. Kwa sababu gani? Umekatalia kile kidogo Mungu anaitisha ndio upate upendeleo. Ndio maana Kenya watajiri wanaendelea kuinuliwa, maskini kufinyika. Haleluya. Ukienda saa hii kwa mtu fulani tajiri na mwambie nataka kufanya biashara ya milioni 100. Haleluya. Atawekelea milioni 1 na wewe milioni 1. Matajiri wawili wataenda wafanye hiyo biashara ya Dubai. Lakini huyo milioni 1 huwezi kuja kuuliza kwa maana hauna.
wewe utakimbia kwa maskini mwenzako. Wanaweza zizana. Tajiri atakimbia kwa tajiri mwenzake. Na ndio maana unasikia hivi, hata huyo tajiri wanafanya hiyo biashara Dubai. Atakuja hapa Joshua aseme hii lunch mlinunua roho ilikuwa ni yangu na mkanunua. Kwa hiyo kale kadogo umefanyia wewe ukanunua hiyo shamba, utakuja inyang'anywe iongezewe nani? Simuelewa vile namaanisha nipate. Kwa hiyo utakuwa hivyo siku zote, lakini utakuwa hivyo siku zote. Kwa maana anatoa how to invest. That is called physical investment. Hiyo inaitwa physical investment. Proverbs 21:20. Naona tutafunza spiritual investment on Sunday. Itakuwa continuation. Na hii yote inaanguka katika Greater Glory Season ya 3. Tunaendelea kusoma juu ya glory ile Mungu anaachilia kwetu mwaka 2026. Na hiyo inaua pale wewe. Ile glory inakuja wakati wa 2026. Ni hii ya kuinvest season 3. Wewe ndio wale wanasema katika runinga. Haya maneno yanaelewa kwa maana sana. Inasema nini? 21:20. Proverbs 20:21. Ni wapi? Imesema wapi? 21:20 ya Methali. Maandiko inasema katika nyumba ya mwenye hekima. Katika nyumba ya mwenye hekima kuna akiba ya vyakula vizuri na mafuta. Kuna utajiri wa aina yoyote. Imefika hapo. Nasema lakini mtu mpumbavu. Lakini yule ajui invest anaitwa mpumbavu. Utafuna I know how to live. Oh Lord, my God, how to live. Mungu ambaye ni mtu aliye na hekima, an investor, spiritual or physical. Inakwenda na nini? Nasema kuna inakwenda na chakula, inakwenda na amani, inakwenda na furaha, inakwenda na pesa, inakwenda na kwenda ng'ambo. Hiyo ni nyumba ya nani? Mwenye hekima. Soma kwa sauti, nyumba ya nani? Mwenye hekima. Mwenye hekima ni nani? Ni investor. Mwekezaji. Kwa nini mtu mwenye hekima? Mtu mwenye hekima nyumbani kwake akukosi hayo mambo yote: chakula, mavazi, magari, maisha mazuri. Lakini mtu ambaye si mwekezaji, unasema nini? Mtu mpumbavu. Mtu mpumbavu utafuna vyote alivyo navyo. Utafuna ni ukula. Utafuna yani ukula sasa. Maana inasema mtu mpumbavu utafuna vyote alivyo navyo. There are people who don't know how to save. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu hawajui kusave, wakipata pesa wanaitumia yote. Angalia hapa. Ukisoma vitabu vingi na historia mingi ya wazungu, utasikia wazungu wakisema ndio wakuje watue Afrika. Waende Kenya, Tanzania, Uganda, Sudan, walifanya investment ya 5 years. Waliwekeza pesa ama walisave ndio watembee Afrika yote for 5 good years. Hapo wazungu. Aina ndio kusoma vitabu na unampata Mungu. Miaka mitano ndio watue Kenya. Sasa sisi wa Kenya tunaona wazungu wako na pesa mingi. Hata ukiona mzungu unaanza kujidharau. Unasema yule mzungu ni kama tu mdogo wa Yesu. Na sio hivyo, ni akili ya kuinvest. Alijua he cannot tour Africa without saving, without investment. So akaanza saving 2026. Na atakuja Kenya, hapa Kenya atakuja 2031. Akaanza saving 2031 atakuja hapa Mombasa, Kenya, Nairobi, akae for 1 week. Aende Tanzania, akae for 1 month. Aende Sudan, akae for 2 months. Atoke pale aende zaidi. Hivyo azunguke. Na ile pesa aliweka kwa familia. Tukuje ndio. Kwenda Mombasa hapa. Sio Afrika, ni hapa Kenya, na ni kwetu. Haleluya. Disemba, Novemba, Oktoba, hapo ndio watu wengi wanataka kupeleka familia huko. Uliza mtu yeyote amewahi enda likizo Mombasa, akakaa kwa hoteli,
akakaa siku 5 ama wiki 2, muulize alifika mahali pale aje, atakwambia 2026 ilipoanza, haleluya, ilikuwa narusha 3,000 kila mwezi ya pesa kufanya. Hata mwezi shuka mwandike mahali mmoja Mombasa. Ningekuwa wewe ningesema nimekatilika kiasi. Atakwambia mimi kila mwezi nilikuwa na jijima hii na weka 5,000 kila mwezi. Ili tuende pale Mombasa tukae na familia siku 5. Na wewe uko hapo useme ikifika Disemba hata ile pesa ya kununua unga ya chapati itakuwa ni kama muujiza kupata. Why? Kwa maana kuanzia Januari kukula mpaka Disemba. Hata kuomba msaada. Hata kwenda ushago, wengine wakaenda Mombasa wanaenda ushago. Na ukifika ushago wakati wa kurudi lazima mama huyu upate pesa. Saving, invest. Ndio kama wanabadilika watu sisi. Wewe unaweza pesa. Haleluya. Na kwa sababu tunaweza kosa kupata yale mapato makubwa ya msingi. Siwende ununue kale kachupa ndio kati hapa juu. Ama uchomelewe na hawa na hapa juu mpaka shika kitu. Alafu tu kila siku ama kila wiki. So make sure tu umerusha kitu mahali pale. Alafu ufunge macho. Hata mtu agonjeke, hata nani. Hiyo ni saving yangu tu ya Disemba. Hata kama hautaenda mbali kama Mombasa. Haleluya. Kama unakaa Joshua, huyo ni sapa. Toka Joshua na mama na kale doje. Kwa mtoto kenu ni mwende tu pale Last Village. Pale Last Village kutoka na motorbike 150 mufike. Mwende mpate room imejengwa na makuti. Iko huko tu. Muulize dalilishwa aje, mwambiwe 9,000. Hiyo ni lunch, supper na nini? Na breakfast inclusive. Na mwambiwe you are able to use our facilities. Facilities inazaga na wapi? Na swimming pool. Kuna swimming pool hapo. Kwa hiyo huyo ni sapa na ni nani? Sapa wamevaa kinyasa, mama wamevaa nini? Kinyasa. Kila asubuhi wanaenda wapi? Kwa swimming pool. Mkitoka swimming pool, kuna pool table ile ya kufanya hapo. Bwana hizo jeza. Mnapiga pool table ukiwa na mama mnapiga. Jioni inafika. Unaenda kulala. Kesho unaamkia. Siku 3 umetumia 15,000. Ukirudisha mama hapa. Hata kama jamii mtandani. Atakuita. Hiyo ndio maana wazungu wanaishi miaka mingi, Waafrika wanaishi miaka mingi. Kwa maana tumelelewa na ule wokovu wa kujua mchungaji kama mimi nikionekana swimming pool ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwani I do not have feelings. Mimi sina emotion. Mimi si mtu. Bwana Yesu asifiwe. Zile vitu vizuri zote zimetumwa kwa watu wengine, lakini kwa watu wa Mungu wamepewa limitation. Bwana Yesu asifiwe. And because we do not know how to sing, how to invest. Sema kwa sauti kuanzia leo. Yesu nipe uwezo. Wa invest. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo, Mungu anasema mjinga mpumbavu anatavuna vyote, lakini mtu mwerevu kwa nyumba yake kuna nini? Kuna chakula, kuna mavazi, kuna vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri mwelewe mambo kama haya. Ya mwisho, some Ecclesiastes 11. Spiritual investment inaendelea nayo Sunday kwa sababu ya wakati. We have just 1 hour here. Mhubiri 11 mstari wa kwanza na wa pili. Andiko inasema kuanzia mstari wa kwanza, tupa mkate wako juu ya maji, kwa maana baada ya siku nyingi utaupata tena. Ndio. Nasema tupa mkate wako juu ya Mhubiri 11 mstari wa kwanza. Bila mtu akija pale. How excellent is your name, oh Lord, my God. How excellent is your name, oh Lord, my God. How excellent is your name, oh Lord, my God. How excellent is your name.
Hata kama nijadili sana na karibu. This year 2026. Sitaanza. Hallelujah. There is something which is good like entering one university. Tukauka kama wale wakapo wa kule kwetu wanajua uwezo wa kuona kama kuna mlingo mmoja kwa benki, lakini hata kukula vizuri ni shida. Ni shida, lakini pesa iko wapi? Ndio baba nangu. Baka watu wanagesi kama kuna pesa na kuna. It is good to eat while investing. Ni ngumu lakini nimekuja kuona ni rahisi. Haleluya. Nilikuwa nikijiuliza, ni kwa nini katika high festive seasons kama mwezi wa 8 kwenda mpaka Disemba unaenda unapata ati bookings za ndege zimejaa? Bookings za SGR zimejaa. Imagine saa hii unaweza shtuka ukienda kuangalia ndege uambiwe ilijaa ati mwezi wa pili. Hii sasa tu. Kuna watu sasa wamekuja ndege wamejaza na wanaenda mwezi wa 11. SGR ile moja na kwenda Mombasa na SGR nafikiria ile economic ni 1000 tu. Kwa nini? Lakini unaenda upate 1000 tu kwenda tu peke yake. Utapata imebukiwa na imejaa. Unaona mwezi wa 4 watu wa February wameshakuwa mwezi wa 4. I tell you for free. Hebu jaribu. Iko kwa online. Fungua hapo Google SGR. Utaenda upate zile slots zimebakia mwezi wa 4 ni moja ama mbili. Hapa ziko all full booked. Kwa hiyo hao wanakulipa kuna miguu ngapi? Wako na macho ngapi? Bwana hizo zezana. Na sisi mwaka tukienda mbinguni. Hivi unajua vile mbinguni wengine ni baba. Unajua vile ni baba. Si kwanza napenda hapa karibu. Bwana hizo zezana. Hadi every Pasaka ziara zote zimejaa. Kwani wao wanaijaza walitoa kitu wapi? Waliambiwa vile na wao. Na walielewa vile ambavyo mambo yanaendelea kuendelea. Haleluya. Kujitoa hapa opa uende mpaka isijidada. Hizi supermetro ikuweke mahali pale, uingie ukaguliwe, uingie kwa ziara. Kwa hiyo ukiangalia wanyama hata kama unafika Mombasa na urudi the same day, haina problem. Sio sasa. Pika kuna mmoja pale, kuna mtu mmoja mmoja ndio Pirates ya bure public. Hiyo ni pesa yako chochote. Unaenda unapata wazungu wa pesa, wakulipa wote life kidogo. Ndio ukikuja kwa Yesu, ukiambia Yesu nipatie pesa. Haleluya. Hata Yesu anajua kisha ndio kuona mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe kanisa la Bwana. Haleluya. Ndio tuko pamoja. Fanya kile kitu ambacho watu wanafanya wanaendelea. Kama ni mambo na serikali inasema chukueni ili kuacha kusema ifanye unaweza kuwa opposition kama serikali. Wewe toka huko uzende siasa ni kaa na ile ni namba sio utapigia balozi. Au utapigia wakashakwa. Utaenda pale mahali utishe pesa utaanza kusema ni utaisha na itakulia. Kwa tumeelezea kile kinaendelea duniani. Wacha kuacha nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Zile vitu za huyu mjidai katika anajika mkono mfupa. Alikuwa anashauri kanisa Bwana ndio anasikia sana. Ilikuwa ngapi? Ilikuwa pesa ngapi? 120,000. Wewe ulitoa pesa ngapi kwa 120? Ulitoa kitu? Chai simamia. Au ungekuwa nayo? Yala mtu umeweka hapa. Yala mtu umeweka si wewe. Na WhatsApp si wewe. Tuwe mwana wa Mungu ambaye unalumba. Kwa kila mambo ya simameni. Ndio wewe unafika na kwamba uikosa unga kwa meza, wewe na Mungu wako ndio utalala. Sio serikali ya kusikia sasa. Ukue ngumu kwa rahisi ni mashaka na kiasi. Tunajipenda. Ulikosa kwa Mungu ukafanye kazi, ukilala njaa wewe unaongea si wale watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka akili. Maandiko yanasema mstari wa kwanza na pili kwa Mhubiri 11. Nasema tupa mkate wako juu ya maji. Ni pesa. Weka pesa yako kidogo mahali. Kwa maana baada ya siku kidogo kama nyingi utaupata tena. Ili pesa tupa pesa mahali. Ya pesa
utapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Analyze how we can make billionaires here and millionaires here in the church. That's the only way. There is no any other miracle. Hata nikiwaambia pokeeni muujiza, muujiza hii are not working. It is baseless. It is foundationless. Haina sababu mahali. A miracle comes where there is a path for that miracle. Kama unafanya kazi na kuambia pokea muujiza kwa kazi yako ndio utakuja wapi? Kwa maana kuna kazi itakuja kuleta. Lakini if you are not working, hiyo miracle itaenda wapi? Itaenda wapi? Itaenda wapi? Bwana Yesu asiatukuze zaidi. Wewe unadhani bila kuogopa. Lakini unafanya kitu kidogo ndio muujiza ukiachiliwa unapata nafasi ya kwenda hapo. Tuko mkataba wa ulimaji. Inaanza wasoma kwa wapili. Mstari wa 2 unasema wape sehemu watu 7. Wape sehemu watu 7. Na hata wanane. Kwa maana hujui ni baa gani litakalokuwa juu ya nchi. Mayai iwekani, Biblia inasemanga mayai haiwekani kwa kikapu moja. Hapo mhubiri alikuwa anaambia watu kama nini, investing differently. Weka hapa KCB 1,000, weka hapa Equity 3,000, weka pale Tawasapo 2,000, weka kwa ile chama nyingine ya wazee 2,000. Haleluya. Anawaambia wekezeni mara 7 mara tofauti, hata ikiwezekana mara 8. Kwa na miti nyingine mnaendanga chama ya kila mwisho wa mwezi mnatoa 5,000 ili uwekezea hapo 5,000 zako. Maana pengine mnatoa 3,000 peka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo juu kaambiwa tuma mkate wapi? Kwa maana kwa siku chache ama nyingi utafanya nini? Sasa niambie mkristo ukihubiriwa injili ya kwenda mbinguni, alafu hakuna matendo, alafu you are just there. Hata injili haitakuwa tamu. Injili inakuwa tamu wakati ambapo you come to church au utakuja kwa sababu umekuja kupokea kitu. You have come to worship only God because you have money, you have family, you have wealth. Sasa wewe umekuja kunulia Mungu mikono. Lakini kama niliuliza watu wengi kwa nini wamekuja church, kuna watu wamekuja wapone, wengine wapate kazi, wengine wapate pesa, wengine mambo kama hiyo. Lakini nitafurahi tutafika mahali ambapo tunaenda kanisani peke yake kuabudu Mungu bila kumuitisha chochote. That is my happiness. And I'm longing to see that day. Hallelujah. Na roho Bwana atakuwa ameshika kwa upesi sana. Kwa maana hao watu wako hapa wako na lengo moja nia moja. Ni kama Matendo ya Mitume 2 na mstari wa kwanza ili inasema walikuwa na nia moja, kwa roho moja. Na wakati waliingia kwa roho moja, Roho Mtakatifu alishuka na walianza kuongea na Mungu wote. Nia moja. Nia yetu moja ni kumwita Mungu. Si kuja kuitisha vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacheni nifike hapo kwa sababu ya time. Next Sunday nitaendelea. Hiyo nimeongoza ni physical investment. Kuna spiritual investment. Kwa maana lazima ziendane zote na Mungu anatubariki sana. Kwa hivyo malizia na pale 21:5 of Proverbs. Tumalizie hapo na Mungu atubariki sana. 21:5. Yes. Mithali 21 mstari wa 5. Nasema andiko linasema mipango ya mwenye bidii huelekeza kwenye faida. Wema nazo fadhili zitani kulata mimi imwa Bwana siku zote za maisha yangu. Soma tuwezeni huo mstari. Nasema mipango ya mwenye bidii. Mipango ya mwenye bidii. Mipango ya mtu mwenye bidii. Hata wale wanaongelesha online. You must work hard. Kama kuna mahali kuna fake life ni kwa TikTok. Fake life. Social media hii imejaa fake life. Na ndio maana watu wengi wako depressed wako kule ndani madhara. Kwa maana unaona mtu kuna njidogo na vingine yake alienda haya. Utakuja utie bidii upate yako. Na njia zote zile zote mbaya. Uingie kwa kikundi mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapiga picha aweke filter uone anakaa mzuri, kumbe sio mzuri.
Bwana Yesu asifiwe. Mwingine apige picha atuweke Dubai. Wao Biblia kwa Dubai. Wale usema kai. Nilisoma na huyo ameenda Dubai sijaenda. Na yeye hapa tu Nairobi hapa. Ni vile amefanya ukarabati. Hiyo kitu ikuume ikukule ili unaenda Dubai. Mpaka uingie kwa mambo haya. Ninyi watu wa TikTok na Facebook. Live your life. Bwana Yesu asifiwe. Imejaa fake life. Kuna vitu zimekuja. Nikiwa mweusi hivi, inaweza nibadilike nikuwe mweupe. Mwanzo kutawali masa bleach. Unajua bleach ni ajabu. Inaweza kutengeneza huku lakini huku kwa vitole. Ibaki tu sura yako na rangi yako. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo kukaa msifanye. Mtu mwenye bidii anafanya namna gani? Anasema uelekeza kwenye faida. Uelekeza kwenye faida. Kama vile kwa hakika pupa huelekeza kwenye maskini. Pupa ndio nani? Lazy person. Haleluya. Mtu mwenye bidii saa zote huelekeza kwenye faida, lakini a lazy person anaelekeza kwenye maskini. Zitanifu. Tusimame sisi wote. Tusimame. Nitaka ni mwako siku zote za maisha. Hakika Bwana, hakika wema nazo fadhili zitanifuata nitakaa nyumbani mwako siku zote maisha yangu. Nataka tuombe mambo matatu. Ombi la kwanza, tunaomba breakthrough ya kuinvest. Kuna watu hawana breakthrough ya kuinvest. Ni ngumu. Kuna mpaka katikati yao. Kwa maana wao wamezoea kutumia hawananga ile hata kidogo ya kuinvest. Namba 1 ni hiyo. Namba 2, nataka tuombe hiyo kitu ya kuinvest. You cannot invest in nothing. You must invest something. Baka uwekeze na ubaki na kitu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uinvest kitu na ubaki na kitu kingine. Hiyo ndio ombi la pili. Ombi la tatu. Sikiliza. Ombi la tatu. Sema Ombi la tatu, nataka upange hata kama you are single, you are not married. Wewe mwenyewe ujipende. Sawa sawa. If you are married, wewe ni mwanaume ama ni mwanamke na uko na familia, ikuwe ni prayer item issue 2026 utajipeleka mahali. Wow. Imagine. For the first time ever. Bwana Yesu asifiwe. For the first time ever. Unapeleka familia yako mahali siku 2-3 na mnarudi. So iandike mahali kama prayer item, unasikia wewe? Prayer item. Hata kama you're not married, wewe jipeleke. Omoni tuko sawa sawa. Wewe mwenyewe peke yako, take yourself somewhere. Treat yourself well. Wekeza. Niangalie, acha kuangalia chini. Bwana Yesu asifiwe. Mama ameandika hiyo kitu mahali. Kwanza piga hesabu vizuri sana. Haleluya. 2026. Inua mikono tuanze na ombi la kwanza. Sema Bwana Yesu, nipatie na uwezo. Nipe uwezo wa kuwekeza. Kinachonizuia usiwekeze. Leo ni wakaushi. Leo ni wabele. Nashirika na mwimea sauti. Bwana Yesu, ondoa chochote kinanizuia kuwekeza. Investment from today. It will be the order of the day in this church. Watu watainvest kwa mabenki, wengine kwa chama tofauti. Nitakuwa nikiomba mikono juu zaidi. Na niombe bila mchezo, niambie Yesu, it is my prayer and I pray today. My Father, you give me that wisdom and the power to invest. From today, nitaweza kuinvest bila kuangalia nyuma.
bila kuishiwa, bila kukosa kitu cha kunifesha. Na kile kimenizuilia muda mrefu nisikuwe nifesha. Leo ukiondoa, kama ni madhabahu ya nyumbani leo vunja, kama ni watu waliwekea vitina leo waondoe, kama ni laana leo ondoa. Yesu Kristo nimekuja kwako na nimefanya ombi hili nikiwa serious. Kana kwamba na mwezi wa pili, wiki ya kwanza nitaanza kunifesha, katika jina la Yesu Kristo. Kupitia hili personal media nitaelewa. Somebody pray for your children to refresh. Watoto wako wawekeze. Wazazi wako wawekeze. Maisha yako kwa kuwekeza katika jina la Yesu Kristo. Tunaoangalia pamoja na waombea maombi haya, hata nani mkaini pesa, anzeni kunifesha, wekezeni mahali kwa biashara. Kwa maana Mungu ni Bwana. Sauti ya Bwana Yesu. Leo nimeapa ya kwanza, Aisha pesa, nimejiandika, nifesha na mawali zimi, nifesha na mawali zimi, nifesha na mawali nikende zimi, nitainifesha no matter the matter. Somebody make a prayer, pray for your children to have this knowledge of investment in the name of the Lord. Nimekuwa nikiinua sauti na mikono niambia Yesu, from today, I am in agreement with you, my Father. I want to be the person number one. I am in agreement with you, my David. I am meeting the person from today. I am in agreement with you, my Father. The spirit of eating whatever I get out of it, let it die completely. In the mighty name of the Lord. The spirit of spending more than I am, let it die from today. In the mighty name of the Lord. Give me the ability to save. Give me the ability for investment, my Father. In the mighty name of the Lord. I pray for that ability. 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 In the name of the Lord. In the name of Jesus. Nataka ushikanishe mambo na mambo ya kupanda vitu vya kuwekeza. Ndio unaweza kupatia pesa, akupatie ile itabaki uwekeze mahali. Asikupatie just enough consuming for consumption, hapana. Asikupatie peke yake ile inatosha consumption. Akupatie mpaka ile itatosha na uwekeze ingine na maisha yaendelee. Hata nani mchungaji. Naomba haya maombi sasa. This is my idea. This is my idea to get more than enough. To get more than enough. Nipate zaidi ya kile nataka. Nipate zaidi ya kile nataka. I pray that the Lord, you may hear my prayer. Let you shake my blessings. Let you give me shaking blessings. Zile zitajaa, zitashakiwa. Leo nikabidhi Baba kwa uwezo wa Yesu Kristo. Lord my Father, I pray that you may hear my prayer. Inawezekana. 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 Nasikia kwa kidogo. Naona kwa macho ya kidogo kuna watu wametengeneza kwa peleko pa. Kuna watu wanamanawa level ya chini. Kuna watu wanamanawa level ya chini. Kuna watu wanamanawa level ya chini kweli. Naona pe. Kuna miujiza iko ndani ya nchi. Utakuja kwako na familia yako na watoto wako. Hautakuwa yule mtu ambaye ni wa kuomba. Utakuwa mtu anakopesha. Sio kukopa kila wakati. Maisha kukopa ikashindwe. Maisha kukopa ikashindwe. Sio kuomba ni kwa mtu kukopa. Nimekataa kukopa. Nimekataa kukopesha. Naomba nikawakopeshe mataifa katika jina la Yesu Kristo. Kataa maisha kukopa. Miaka yote umekopa, miaka yako yote. Siwaambie Mwenyezi Mungu nisaidie. Hata mimi nilikuwa mtu wa kukopesha katika jina la Yesu Kristo.
Amen. Hii hapo ni very serious. Utaivuruka mpaka wewe mwenyewe unakwenda kupiga simu na kujenga. Na kuuliza how have you planned? What are your plans? Umepanga wapi? Unaenda wapi? Ninaifasha ni hapa. Ninajua you must open your mind through that. Ni wapi unaenda? Ni Machakos. Ni wapi pale unaenda? Nataka uchukue njia yako na uandike kana kwamba this year you want to treat yourself or your family. Uwawekee ka treatment kazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. And then Mungu atafungua hiyo njia. Nataka tuombee hiyo ya mwisho na tumalizie hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uandike mahali wewe somewhere. Kama utaenda December mwezi wa Julai, hii inaitwa declaration. We are going to declare what we say today. Itatendeka huo wakati. Andika mahali, by God's grace I will save and I will take myself somewhere. Nikakuwa na wakati mzuri na Mungu wangu nikimrudishia shukrani. I will take my family and myself somewhere. Hii si mchezo. Unaweza pigiwa simu na boyfriend yako ambaye anaenda Mombasa. Ushangae na kuambia kwa nini kwa maana hilo limemfunika. Si lazima uwe umeolewa. Ukanibia hadi na boyfriend ama girlfriend. Akushtue. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mtoto akushtue. Akusha kuambia mama jiandae. Tiketi ya ndege ni hii. Ni kweli. Ni true. What's your name? Amin. Pamoja na sio. Unapenda sio? Haya. Wow. Haya. Umenishtua. Weka mikono juu hapo. Sema kwa sauti kwa Yesu. Nimeapa vile wengine wanafanya, nitafanya hivyo ili mwaka hii niende mahali kando na mahali naishi nikakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Fungua malango ya fedha katika jina la Yesu Kristo. Kwamba haya mambo kiwa very serious. Ambapo Yesu Mungu unaweka maangano leo na kana kwamba hautamaliza mwaka hii kama miaka mingine yote. Weka mkono chini wa Bwana Yesu. Inawezekana kwa maana niko na imani. Inawezekana kwa maana ninaamini. Kana kwamba mambo yote yanawezekana kwa neno lako. Hii itakuwa ni mwaka yangu ya kumalizia nikiwa mtu mwingine. Kwa baraka amebarikiwa, ameinuliwa. Sitakaa maisha ya kuniambia. Sitakaa maisha ya mateso. Katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba nguvu zako na mkono wako wa kipekee uwe pamoja nami. 2026 is my year. I shall eat while investing. I shall eat while investing. I shall eat while investing. I shall enjoy while investing. In the mighty name of the Lord. My Father, I bless you. Nitaenda Mombasa. Nitaenda South Africa. Nitaenda Uganda. Nitaenda Zanzibar. Nitaenda Amerika. Kwa uwezo na mamlaka ya mbingu. Kupitia mambo ya sawa. Pray for your husband. Pray for your brother. Pray for your children. And then happen to one of you. Either to be your child, either to be your wife or your husband. All pray to be your child. Pray for your creator. Pray to you.
Just come here. Just come here. Kuja sister uko pale ndugu, just come. Tell her to say a word. Ndio umejiweka kitandani. Yes. Ukiwa hapo, endelea kutafakari hayo mambo yanayotokea, endelea kuambia Bwana Yesu anitumie. Ndio hivyo. Mungu akubariki sana, umesimama nasi katika maombi haya, katika ibada hizi. God bless you. All the viewers, tuko pamoja na wapenda na wapenda. Tukutane tena Jumapili masaa kama hayo, na Mungu atabariki. God bless you and have a wonderful time. Kidole kidole. Shikilia hiyo wangu ni Baba wa uzima katika Yesu Kristo, mama huyu namwombea neema na kibali. Yesu Kristo 2026 hatalia, hataumia, hatalaika. Amekuja hapa akiwa na hitaji katikati ya wiki, na tukaomba, na alipopiga simu jana akasema kweli umejibu sawa sawa na vile tuliomba. Mahali